Usinifokee wewe nini wewe? Wewe unanifokea nini mimi wewe? Yaani unanikolomea kwenye nyumba yangu mwenyewe? Wewe una mamlaka gani kwenye hii nyumba? Wewe babako alikuwa Mariona mwenyewe, Mario wote anawalisha. Umekataa shule kwa ajili ya kungania mali yangu kabla sijafa. Tena koma. Usinitumbulie macho mimi, nimekwambia kushika adabu, usinikolomee mimi nikiwa naongea. Wewe nani unaniongelea hivyo mimi? Unanichanganya kichwa changu mimi, unataka kunitia akili, unanitoa akili mimi? Unanitoa akili mimi? Iwe mwanzo na mwisho. Mpe foleni na wapo wewe anzishe. Kama mama anzishe basi. Mimi siwaje sivuti sigara Kalfani. Oya, sikilize basi. Uvuti sigara, unavuta sigara kwa huko kwa dada yako na mama yako. Kile kuja maskani hapa unawaka kama kawaida, ninatoa kitu kama kawaida ninawaka. Hapa maskani au sio bwana? Si unajua mimi nasoma Kalfani. Sasa na hivi vitu mimi wapi na wapi? Wewe unasoma wewe nani mwanangu Chikito? Chikito mbona anasoma na anawasha fresh, anatoa kitu na safi, kila kitu kinaenda sawa. Sikiliza, ile dambo yani kama uwake au sio bwana? Kakae kwa mama yako na baba yako. Wewe umeataka kama vipi, washa kama unataka kutembea. Na usipowasha masikia tusikuone. Wewe vipi wewe, Lisco unamuelewa wewe? Simuelewi. Oya mwanangu Chikito. Eka mikono hivi ndo unavuta yani, unawashaje hivyo? Upepo, wewe. Kula kiki. Sasa kama hivi yani, piga kimoja, piga kiki, mpepe. Shtua kula kiki. Vuta hapo. Vuta mwisho. Piga mwisho slap. Piga hii. Kwa mtoto wa mama. Oya. Oya, ilo gari lazima liwake. Vipi? Lazima nini wewe? Hapa panawasha. Sasa panawasha ndo kwa wajumbe. Panawasha. Hapo na kesho tena, baadaye tena, sio kesho baadaye. Kalfani. Mimi naenda nyumbani, tena baadaye.
Unaenda wapi? Nyumbani. Ndio tunadako. Tafuta baadaye. Musa! Ni mkubwa. Hebu njoo hapa bwana, mimi nakuita mara 2 3 usikie hapo ndani. Mtoto wa siku hizi umeshakuwa jeuri hapo, umeshajua kuvaa pensi na unaona umekuwa. Ni mkubwa bwana, nilikuwa kidogo na naangalia TV. Kwenda zako huko bwana, unakaa huko ndani utakula TV? Basi. Shenzi kabisa. Hebu nenda hapo kwa Kimaro kaniletee mafuta. Sabrina ana kazi gani? Sabrina ana kazi gani? Una kazi gani hapo? Sasa ni mkubwa, usio unataka ufanye kazi za kike. Sasa unatuma dukani mafuta kweli. Ni mimi nakutuma unaanza kunihesabia Sabrina? Nakutuma dukani unaanza kunihesabia Sabrina wewe? Sio hivyo. Nini? Mkubwa sikia, sio hivyo. Wewe siku hizi unajeuri wewe. Mkubwa nikuja kukusikiliza. Sabrina kila kitu Sabrina. Mimi mtoto kiume napaswa kufanya kazi ngumu, banda limebomoka la kuku jiko. Nifanye kazi hizo. Unanipangia cha kukutuma eti? Sio hivyo. Unanipangia cha kukutuma kila kitu afanye Sabrina, una kazi gani? Yaani wewe sasa hivi umri huo uliofikia unanipangia mimi cha kukutuma wewe? Unanipangia cha kukutuma, yani niache kukutuma mimi mama yako, unaniambia nimtume Sabrina. Una kazi gani? Mkubwa. Shika tupo kaniletee mafuta. Utakula nini? Bei gani? Ya 1000. Toka hapa mjinga mmoja wewe. Kichwa kile kama cha malemba babako. Kila siku nikiweka biara vyangu 200 300 vinaondoka. 200 300 nikiweka zinaondoka. Sijui mtoto gani wewe. Kumekucha. Kumekucha. Ulikuwa hujui kama kumekucha na wizi wako? Au shingapi? 400. Nimeweka 400 asubuhi pale, mtoto umeshapitia. Mama. Sasa mimi nipitie 400 ya kazi gani? 400 ya kazi gani? Ungekuwa unajua 400 ya kazi gani, singekuwa unatulisha huko ndani, ungekuwa unakuja na mboga. Wewe mwanao unamuogopa kumwambia? Namuogopa mwanangu nani kaiba hiyo hela wakati ni wewe mwenyewe mtu mzima umeiba hiyo hela. Hivyo 400 300 anachukua mwanao Musa. Unamuogopa kumwambia, unakuja kuniambia nini? Nimwambie nini? Mwanangu hajaiba, yuko busy na mambo ya shule. Kila kitu Musa, mwanamke mwizi wewe, mtoto mwizi, sijui tumefuata tabia ya nani. Shule. Shule mwanao Musa mama. Nimwambie mwanangu ndo anaochukua hela huko. Nimwambie mwanangu Musa kafanya nini? Unanisinkulia hivyo nikiingia huko ndani na kunyuka.
Madam, ndugu yangu, karibu. Asante mama Musa za hapa. Nzuri, habari ya majukumu? Unaendeleaje? Kilichonileta hapa mama Musa kuhusu yule mwanafunzi wangu Musa. Musa ni mtoto mwenye akili sana shule nzima. Na mimi ni mwalimu wake wa darasa. Lakini ana miezi miwili hajahudhuria shule. Miezi miwili? Hajakuta shule. Yaani unaniambia, yaani miezi miwili wa maisha siku 60 Musa hajakanyaga shule. Na Musa kila siku anatoka hapa nyumbani ananiambia mama naenda shule. Hajafika. Ndio maana nimeamua kuja ili kujua tatizo ni nini. Jamani, watoto sijui anaendaga wapi. Ndio mama. Miezi miwili shule, yaani natakiwa utafakari sana, kwani pale shuleni kuna watoto wangapi? Lakini kwa nini Musa? Yaani maanisha Musa shuleni yuko vizuri na unafuatilia watoto. Mimi madam, nakushukuru sana ndugu yangu. Sawa. Nitaongea naye, ngoja nimsubiria huko anakoshinda arudi, niongee naye nimsikie ananiambia nini na ananidanganya nini. Kwanza madam, mimi nakushukuru umekuja kunifungua masikio. Kama Musa na miezi miwili hajafika shule na nyumbani kila siku Ijumaa na Jumamosi tu ndo atoke kwenda shule. Anaenda kwa marafiki zake kujisomea, anaambia mama naenda shule, kumbe ya shule hafiki. Mbona haya makubwa? Yaani kama miezi miwili na maisha siku 60 mtoto hajakanyaga shule. Leo atanieleza anakoshinda. Ngoja atoke huko anakotoka. Najua tu kama alivyozoea kunidanganya, ataniambia leo. Haya madam, ndugu yangu karibu, na mimi ndio nimetoka Kikoba sasa hivi. Sikia hata labda ningekuwa na kitu cha kutafuta ningekuwa. Hivi siku ile nimemwambia dada yako akoshe nywele, aliposha kweli? Ndio, alinyosha. Aliposha jamani. Tamia, mbona nywele chafu hivi mwanangu jamani? Sasa mbona hujasema? Sasa mama, wewe jana usiku ulikuwa? Sasa nilivyorudi mbona hukuniambia? Wewe umerudi, mimi nilikuwa hata sijakuona, mimi nililala. Kwa nini nikilala wewe unashindwa kuniamsha? Sasa mama jamani, mimi hapa nimelala, nitazaje kukwambia? Basi kesho mwalimu wako mwenyewe ataenda kukunyuka huko, utakuja kuniambia. Maana nywele ni chafu. Mama, Shika yako. Mama zangu nisikiwa umesali basi kwa unazitumia sana kwenye maisha mengine. Nilijua kwa moja kwa moja wakati nasukana labda kuna chakula kinakuja tukae tule. Au ndo dada yuko anaandaa ndani. Ila Sabrina kuna anaita bwabu. Na njaa. Huko ulikotoka hawapiki. Huko ulikotoka huko unakoshinda hawapiki. Unakuja kunisali mama njaa. Unakoshinda Musa hawapiki. Mimi nataka nijue vitu hivi. Kwa sababu wewe unanidanganya kila siku. Mama nipe hela ya shule. Mama nipe 1500. Kila siku unaniamsha mama nataka hela ya shule. Kumbe shule ufiki. Mwalimu wako katoka hapa kuniambia leo na mwezi wa pili Musa hujafika shule. Mwalimu. Ni kweli? Unageuka nini? Sikupi chakula mbwa wewe. Utaenda kule ulikotoka. Sasa mama tu si nini? Mwalimu wangu wa darasa yupo. Utamjua. Ngoja walimu wakakushughulikia na kesho asubuhi na kupeleka shule. Nenda ule ulikotoka. Mimi sina chakula. Una shida gani wewe? Si sasa hayo mama. Sasa unaenda wapi? Mama nakuongelesha unaondoka kizala hivi. Kaone. Shobo tu. Kaone na wewe shobolization tu.
mjomba bwana, mimi nimekuita tuzungumze kama wanaume na tupate suluhu juu ya mambo haya. Hizi shida zako zitaisha lini mjomba? Mjomba, mimi unajua sina shida yoyote kabisa. Hata mimi shida sina. Shida dada yako atakaponi control mimi. Mimi sasa nishakuwa mtu mzima. Kwa vitu vingine atakuwa mimi nijiongoze mwenyewe, lakini dada yako atakanisimamia mimi kama mtoto mdogo. Hapo ndo tutakuwa mimi na yeye. Umeelewa mjomba wangu? Yeye akwambia ukweli tu. Kwa sababu kama unavyoangalia pale nyumbani, nyumba kubwa, nyumba kibao. Mimi pale nina ulisi wangu. Kama nina ulisi wangu, mpaka leo atanishia mimi mali zangu. Sawa mama yangu. Lakini bwana kachuma na baba yangu. Na mimi pale nina ulisi wangu. Subiri siku mimi nikianza kutangulia kufa kabla yeye. Kwa nini muda mwingine mimi naambia bwana, mimi nina shida 100,000, lakini mimi nifanye shughuli zangu. Mimi pia nina mahitaji yangu. Kwa hiyo ndo shida zaidi. Haya mambo ya kuvuta bangi, kuiba, kukaa kwenye magenge ya wauni, haya yote mama yako ni kwamba anakusingizia au haya yote ni mahitaji kwako wewe? Mimi mjomba nitegemea kufumba macho kwangu mimi. Sisi tumezaliwa wawili, ni mimi na mama yako, lakini wewe mwanangu umekuwa sio msikivu. Sasa mimi sitaki kuongea sana, maana Kiswahili changu sio kizuri. Sasa katika hili mjomba, naona mimi nawe tutashindwa kuelewana. Matatizo yamekuwa mengi sana. Hayo yote ambayo unasema mama yako sio kafanya hivi, mama yako sio kafanya hivi, mama yako sio kafanya hivi, mama yako sio kafanya hivi. Mama yako sio kama anakusingizia. Haya mambo ni ya kweli. Sisi tumezaliwa wawili tu. Tuko mimi na mama yako. Tunawategemea nyinyi watoto wetu sasa hivi. Sisi baba hatuna, mama hatuna. Tunategemea watoto wetu. Lakini mjomba wewe ndio umekuwa mzigo ndio mtu mkubwa, lakini mzigo. Shida nini mjomba? Tuelezana. Ndio upo kazi ya kunidanganya mimi. Sasa kosa langu liko wapi? Mimi sioni kosa langu. Kosa langu mimi kudai haki yangu kwa mamangu. Na mali ambayo ameziacha mali babangu. Sasa kosa langu liko wapi? Na sijaomba milioni 1, milioni 2. Nikiomba 50,000, 20,000 kwa ajili tatoto shida zangu. Ni mjomba anaweza kukabidha mimi tu. Umeniita nimekuja, ninajua naongea vitu vingine hapo vya maendeleo mjomba. Unakuja hapa anza kunikandamiza mimi. Kwani ni sidai yake yangu mimi? Mjomba, unaona kama mimi napendelea mama yako. Unaona vile hisi, si ndio? Sana. Si ndio? Mimi napendelea mama yako, si ndio? Ndio mjomba. Kwani mjomba anazungumza maneno haya wewe? Mjomba hajakataa kusoma wewe? Mjomba sija kuchukua hapa nikakupeleka kule ukafanya kazi, mjomba ukakataa. Leo unadai kwamba mamako mjomba kweli? Sawa mjomba, nimefanya makosa kukuita. Mimi mjomba sitakuita tena. Nimekuja unazime madaftari ili nikaandike notes chap chap. Sasa ndugu yangu, miezi miwili si mitatu ilionekana siku la hivi nikupeleka kwa exam inakuwaje? Babu, unajua mimi na changamoto ambazo changamoto nishinda kukuelezea, lakini tuachane na hizo changamoto zangu. Kwani kijana mwenzangu ndio kuvaa viatu vyangu, nimekuja kwako ili uweze kunisaidia mimi. Kama unazime nafanya kaandike tu notes. Musa, changamoto haziishi kwangu kila siku. Sasa dafa zangu sasa nakupa inakupa. Inakuwa Jumatatu huko siku mimi naingia msaa sana na mwalimu au?
Sijamaanisha hivyo kwamba uingie msala na mwalimu rafiki yangu. Nishakwambia. Sawa? Mimi kuna changamoto. Hapa shuleni kuna wanafunzi wangapi lakini nimekuona wewe. Kwa hiyo tena najua wewe unaweza kunisaidia shida zangu. Rafiki tuweze kuvunjika kwa vitu vidogo vidogo bwana. Musa anazingua sana mwana, anazingua. Ni kweli mshikaji, hebu fanya kunisaidia. Ni solve. Shida sio kukusaidia. Unaweza kapewa daftari yako ukajisapia mazima, inakuaje? Hata jisapiaje mazima wakati najua kabisa vitu muhimu pale shuleni rafiki yangu. Mpaka nimekuja kwako wewe nimeshajua ni mtu muhimu. Wewe ni mtu muhimu kwangu. Kwa pia uko na shida zako utakuja kwangu. Mimi najua hivyo. Unazingua sana. So, vipi kama ukakofia hapa nini? Bwana. Yaani siwezi kukaa hapa nyumbani. Usumbufu. Mimi nataka niende pale nyumbani kaandike usiku. Nijisomee vizuri kabisa. Kwa maana hapa naweza kuwasumbua sasa wako wadogo zako wakija pale kelele tushindwa kufanya kitu cha muhimu. Zingatia hilo. Nikwambia sasa. Zingatia hilo. Mimi nakuahidi kila kitu kitakuwa sawa upande wako. Sawa ni mwanangu unazingua. Unapenda. Mimi nahitaji matatu nahitaji dofa zangu. Au sio? Mapema sana. Zingua. Hii yani. Nipe na hilo. Na hili siku. Yani sikiliza rafiki yangu. Wewe unajua somo gumu pale sekondari ni Kiswahili. Kiswahili ndio somo gumu nimerudia tena hii. Mimi mshikaji wako juu. Hata mshikaji. Hamna hii siku. Kiswahili. Ian, Kiswahili. Pale shule unajua kabisa hakuna somo gumu kama Kiswahili. Hakuna somo gumu kama Kiswahili pale shule. Nimerudia tena. Mwanangu hili siku wewe nenda tu. Nakopi hizo. Sikiliza basi. Wewe nipe. Kila kitu kitakuwa sawa. Una mchongo wako. Hata kumalizia. Wewe mbona ndio tazama. Bwana. Bwana wewe tulia basi. Oya, una fresh sana. Tutamaliza. Twende bwana. Haina noma. Unaanza sasa hivi au chakula kimo ndani? Hivi wewe nani mkeo hapa? Wewe si mwanamke, unaweza kuwa mke wangu tu. Wewe nakataa hiyo. Wewe vipi wewe? Semaje wewe? Hujasikia? Musa nitakukanda. Wewe kamkande baba wako kule kaburini sio mimi. Wewe vipi wewe? Wewe mchukaje wewe hujasikia? Oya. Hicho kitu masaa mawili natakutesha siku moja. Huyu mzembe. Hapo kwamba muda mwingi toa kifo. Sigara yenyewe. Mwache bana malizie hivi. Sigara yenyewe kashati ya maka nenda kibao angalia sigara na mtu anaenda hivi. Hapo. Oya. Wewe nimezipata kali wanangu. Mdomo kapigwa na demu rafiki yangu. Kapigwa na dada. Sabina kamtwanga kishenzi yani. Iko gesha mwanangu anaibisha na sisi na. Yaani mwanangu sio ningekuwa mimi au sio chafu. Wewe. Unajua unanisikia? Nampa kitofa. Ndemo. Hivyo hivyo. Mimi hata kama ningekuwa bibi mkubwa. Kanizingua. Tumeenda ndemo wewe kanizingua. Sikia babu ile sister yangu. Alafu vitu vingine mnafikwa mnasema kwamba nimepigwa na mwanamke. Mimi sijapigwa na mwanamke, ile nimemhurumia tu. Yeye mnachukulia kolo. Sasa yeye ndo anapojitamba hivyo. Ukikutana naye tena piga na tofa hii. Huyu kachezea. Mimi nakwambia hivi bwana Chikito, huyu kachezea. Mtaa mzima ni. Wewe mwanao kachezea na demu kachezea. Ndio Sabina mlaini ule pale akupiga vibao. Anakuongesha. Sikia babu. Hebu acheni kufanya hivyo. Mama kama ni tabia hiyo ambayo ifanani mwana. Sio fanya hivyo. Wewe ndio ibisha na senyo na maskao na senyo asembe hivyo hivyo. Ni Ayusho babu au vipi?
Hata mimi sisteri kwamba mimi nimeacha kumpiga, nimeacha kufanya kitu kibaya kwamba mimi nimefanya relations. Wewe unataka kumpiga? Oya, huyu sikiliza. Sisi tupangilie. Au sio bwana? Wewe kuchezea umechezea. Sawa nimechezea lakini mimi nimehurumia dada yangu. Sema nimehurumia sister. Bangu na shida gani mimi kumwacha? Angalia. Ile style yetu ile. Mimi sitaki bana. Naona umeshaanza kuleta kijwenongo mtatengeneza yenu sasa. Shikeni Sikia. Au madharau mfade sio soko mpakitopa. Huyu mzembe kashapigwa. Kama kashapigwa. Sikizeni sasa. Hii hapo mwanangu mimi nimpa kama end time tu. Sasa subiri kinachokuja kufuata. Mimi naenda kumchokoza mwenyewe kwa kile yangu mwenyewe. Afu sitaona kitu unachoenda kufanya zesha. Sisi ugomvi na dada sisi hatuingilii. Yaani ugomvi wa masela kama mgomba ndugu sisi hatuingilii. Ndugu mgombana tunachukua jembe na mwanangu tunaenda kulima. Au sio bwana? Kwa hiyo mnafurahia mimi ninapopigwa. Sasa afu mwisho siku eti nikisema nilipize kisasi, ni mnachukua jembe mnaenda kulima au sio? Wewe ushapigwa baki umepigwa. Au mwezi ule. Umepigwa sensi ya kane. Au sensi ya clock. Sasa sikilizeni. Siku mbili tu na hapa mwanangu. Yule bali kifunido anamtoa sikio yule. Yule anamtoa sikio. Oya. Nasikia mimi mlaini. Mimi sio mlaini kiasi hicho. Huyu ugomvi wake ndio sisi. Tunamwekea tagi ndo magaleji tena namba. Lakini unamba hana. Huyu sio 42 sio 30 wala sio 20. Huyu kolo. Oya. Sikia babu. Hapa Segelea. Hii ni Segelea mwangu. Segelea si mshikaji. Yaani ile ndichi kitofa cha uso. Ni nini yani mimi mnampalamia afu namuonyesha ile ununda ili mjue mimi mwenyewe ni nunda brigadier yani yule mafia. Naogopeka kihatari. Ile sensi ya kani. Oya. Pewa. Huyo lakini nakuona kama snitch tu. Yaani snitch tu. Wewe mama kama mdunda sasa tuone hii. Oya. Sabina wewe. Huyo. Kule pala wewe. Ya demu wewe. Demu anipigi. Demu anipigi. Na mwingine atamichanganya macho kama nimekimbiwa na mbwa mmoja atamichanganya macho. Sababu hapa kachezea vizuri sana, nikachezea. Hapo na ngoza sasa shibani. Ndio. Salamu hizo. Ndio basi. Leta mzigo kwanza. Sasa hiyo si umeleta mali tuangalie. Mzigo atokaje bila mali kuangalia. Vipi fresh? Mzigo wenyewe kwa nani bovu. Ugeni sio kaleta ugeni. Wewe unaamini wao? Sasa unakuwa mkala lazima nikuulize kama swali na kwa mipango la kwa mbio na mazoezi ndio kama mazoezi. Baridi mzigo wao. Mazoezi au fresh? Fresh. Sasa hapa sasa dai basi kama kawaida. Baadaye vipi? Mimi sina duka. Au sio bwana, sio kama na wateja ambao tayari wapo. Unaita mzigo, nazunguka nafanya harakati zangu, mzigo unapatikana tunamaliza. Sikia. Mzigo sasa mzigo wako 10,000, 30,000. Mzigo ila ndefu. Mimi naenda shida yangu. Mimi sina duka wala sina nini. Wateja wenyewe wananifuta. Kwa sababu mimi nihangaika nifanye mipango alafu kila kitu kinaenda sawa. Sasa mpaka saa ngapi? Ndio hii hela unamali. Sasa 10,000 sasa 30,000. Yaani unachonikela mimi hapo. Yaani mimi naenda kufanya biashara hapo tu. Yaani wewe unaona yani kama ndo deal, yani kama kitu yenyewe umenunua dukani vile. Hivi ni vitu ambavyo vinakuja au sio bwana? Kama vinakuja mizigo hii, mizigo ya mavi soka na masaa 3 4. Akitokea fara tunampa mzigo tunaondoka. Fanya hivyo sasa. Sasa unaposema sasa 30 sasa 30 sasa 3 hapa leo napeleka zinachukua. Hapa mimi hata kija mtu na 40 ya 20 na chikecha. Bali mzigo kwa chini. Nipe cha. Hayo ndio biashara. Ndio brother fanya siku hapo. Nazingua vipi wewe una duka mimi sina duka, biashara zenyewe za magendo hizi hapa vimavi. Nilikuwa tumalize chapu tuondoke.
baadaye. Poa, yani baadaye mzigo kiingia kama kawaida, wewe njoo hapa. Kinachopatikana ndio hicho hicho. Sizungua basi, mimi nakuaminia. Tutalewa leo. Nasikia jana kaka yako Musa amepigwa na dada. Ndio, kaka Musa kapigwa na dada. Kapigwa na mwanamke. Wanawake tunaweza. Unajua wale ni ndugu, roho imenyuma. Kapigwa mwanamke yo. Nenda kusemea kwa mama. Nenda, shingo. Nataka daftari zangu. Jumatatu ulionekana skuli na tulipanda Jumatatu naletea daftari zangu. Kimya. Nataka daftari zangu sasa. Nataka niende nyumbani. Babu, sikukwambia nitakupa, tatizo nini? Nataka sasa hivi daftari niondoke nazo. Musa unazingua. Jumatatu imepita, kimya, daftari zangu ziko wapi? Unafeli sana mwanangu. Babu, unafanya sigara mwanangu na kesi mama wewe. Yaani katika vitu vinavyolipa kodi hii nchi na sigara imo. Unavunja sigara babu. Una akili wewe? Na ulizo na akili timamu wewe? Sigara inalipa kodi kwenye nchi wewe babu. Eti vipi nchi? Musa, unajua mimi naumia sana. Wewe ndo sababu mimi kuwa hivi. Sikia babu. Mimi navuta sigara, navuta na bangi pia. Lakini bado mimi ni genius, shule nzima naongoza. Una akili timamu? Sigara ni tumbaku ambayo toka shamba inalipiwa kodi babu. Mpaka inaletwa viwandani unachakata na kuitwa sigara babu. Unanielewa? Na mpaka sasa hivi unavunja sigara hii wakipatikana upuzi watatu kama wewe. Hii nchi itafilisika kwa sababu una bahati kama ulikuwa rafiki yako, usingekuwa rafiki yangu wewe sasa ungetutia maisha yako. Nikifumba jicho na kufungua umepotea hapa. Tofauti na hapo utajutia maisha yako yote ukiwa kaburini. Musa hasira Musa. Toka! 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 Unakuja kwenye tu hapo unaniharibia kwenye 18 zako. Wewe, wewe.
Umejia nini? Kusoma wote. Si unajua mwenzako kwa class kama sisi. Kama nikuulize swali moja. Kuna wazazi, maybe walezi ambao wanaweza kukulipia kila kitu kinachohusiana na shule. Mimi sijajua inahusianaje na mimi na wewe kusoma. Sikiliza. Kwa wakati huu sasa hivi kuna walimu wengi sana wasiokuwa na ajira. Na kuna tusheni nyingi sana huko mitaani. Unaweza kuchukua walezi wako kaenda kukulipia tu pale, ukaenda kusoma. Kwani siku hizi rudi shule? Umetumwa? Hapana, nimekuuliza tu, kwani kuna ubaya? Potea. Toka! Mbavu nini? Nyie hivi vinavyovifanya vina usahihi kweli? Kwani nimetoka kule tumekuja huku hivi tikeli nini tumekuheshimu mkubwa vipi mwa amerushwa tena mzee. Ndio kuja kivyake. Tena wewe kelele usinisemeshe. Au utakuwa wewe shule wewe? Mkubwa ameshule wapi babu? Oya. Itikeli basi. Huyu mkubwa wangu najua au sio bwana? Sinataka kadi hizo unajua. Mimi simaini ndio. Mkubwa sisi ndio tumekuwa makule tumekuja huku najua. Yaani kiukweli mimi mnanisikitisha tabia mnazozifanya. Kwa hiyo mwanangu ndo maisha uliyochagulia. Umeacha shule. Kwa ajili ya kazi muda wote tu midolo unaipeleka juu kama vile Jamaika unaufuta mara fufa midomo inakuwa meusi kwa ajili ya kwenda kufuta misigara ya ovyo. Kwa sababu gani unafanya mambo kama hayo lakini? Kwa polisi sio umefuta huko polisi wametufuata wala watu wengi bado tumekaa hapa tumejichimbia ni. Tunakula vitu vyetu kimekimya. Kwa hiyo shida si polisi mwakimbie basi mimi nawaleta. Bibi mkubwa. Bibi mkubwa. Mimi mnamchefua nitawatatika makofi nyie mngojeni. Subiri. Bibi mkubwa wenyewe sometimes huja azingua. Bibi mdashi. Unasikia babu? Wewe utakuwa kwanza uwe star babu. Sawa. Kwa kene hapo ulipofikia utakuwa uwe star. Babu sikiliza nikwambie. Bibi mkubwa mimi nimempanga pesa ni wala nimetoa kule mimi nikae studio nifanye mambo yangu. Bibi mkubwa aelewe. Bibi mkubwa sio tiketi. Sikia, sikatia namba babu. Oya. Wangu. Poa. Afiki kitu wangu cha Jamaika hiki. So chuga Jamaika. Mmoja ameneki ya kwanza mierusho. Wanaona jamaa yuko viaza kulala huko mimi. Anaweza akaenda kumwambia Kiswahili chake sio kizuri hapa. Sasa Kiswahili kwa sio kizuri kweli. Mjomba wako wenyewe aelewe. Mierusho kibao. Bwana anaweza kutoka na panga usikile naelewa ule muda mwingine aelewe. Ndevu zako sio kama kwa bibi kubwa. Anapeleka kwa taarifa kaja mpaka huko. Au kitu kinatoa Jamaika. Ape ile nyimbo Bobu Maleka afa. Kawachia marasta. Kawachia marasta tu mwamba. Sababu unashikaje hiyo babu? Moja basi oya wewe. Oya, kitu hicho kinataka kutoa. Sasa unaweza kwa master hakika kupiga vile vile.
Musa? Ndio. Musa gani? Kwani hapa mtaani kuna Musa gani? Musa mwanao. Musa mwanangu? Ndio. Kakukaba wewe? Jamani majirani, sijui mnamtaka nini mwanangu? Kila kitu Musa, kila kinachofanyika huko Musa, kila hili Musa. Jamani mwanangu kawakosea nini jamani? Wewe ninachoongea mimi naongea uongo au niamini? Mnamtaka nini mwanangu lakini? Nisikilize mama. Nimekuja kukwambia na hapa ninapokuambia naelekea polisi mwanangu. Unachomtafuta Musa basi ni roho yake, chukueni. Kila kitu Musa, kila kitu Musa. Yaani mwanangu asikose kwenda shule, kila kitu Musa, kila kitu Musa. Mnamtaka nini lakini mwanangu jamani? Sitaki maswali wala sitaki chochote. Ninachotaka ni vitu vyangu na naelekea polisi. Jamani mwanangu Hafsa, njoo. Hafsa. Mwanangu Hafsa, njoo tuyaongee mwanangu, niambie kitu. Sasa mimi nimezungumza naye sasa, yeye ameniambia nijirekebishe. Ndio maelezo yake. Mimi aliniambia yeye ni mwache wiki 3 au mwezi mmoja, amesema atajirekebisha. Sasa sijui amerekebisha au la. Kaka hamna alichojirekebisha, bado anafanya vitu vile vile, mambo yale yale, hakuna alichojirekebisha. Nachokuomba manusura au mtaa huu kae salama. Huyu mtoto ondoka naye. Leo siondoka naye. Kwa sasa hivi nitaondoka naye. Mzee wa Kiswahili chako sio kizuri. Ni mkubwa. Ngia basi mzigo mimi ndo natoka. Afande. Mbona tabia zako? Mimi na leo tumeonana. Hapo ni sawa bwana. Shikamoo. Yo shikamoo namwamkia nani? Shikamoo mjomba, mzee wa Kiswahili chako sio kizuri. Hayo ndio matatizo yako. Hayo ndio matatizo yako. Nilikwambia mtoto namharibu. Sasa kaka atakula wapi? Unamharibu. Una matumizi nazo hizo fedha. Mimi hata nichukue ile kale na watoto wangu. Wewe, afani. Umeona? Yaani jeuri, simuona kaka? Wewe afani. Afani. Yule mnamdekeza. Yaani angekuwa ni mimi au ni mama yangu mimi, yule tayari kashampeleka jela muda. Wewe unaona mimi nafikiria matukio yake. Mama ndo anamdekeza. Yaani anamlea kama yai. Hiyo shoga yangu, haya sio malezi. Yaani jinsi alivyonikaba Musa, hii shingo yangu hii, fanya kama unaona nilipokuwa nakurupuka. Kanikaba, kaniumiza shingo, mimi mtu alikuwa akinisemesha, nageuka mundi mzima. Fanya kama unaniona. Pole shoga yangu. Ila hayo sio malezi mnaomlea Musa. Sio vizuri, nayo sio malezi. Siku zote inabidi mzazi usimame kwa mwanao. Sio vizuri kabisa. Sasa hata kwa nini? Mama, Musa na mama mwambie kitu. Yaani mwambie kitu kabisa. Musa hivyo alipokukaba mama, ulizoenda kumshakia mama akakwambiaje? Hajanionyesha ushirikiano wote zaidi tena ya kuanza kunikandamiza mimi. Sasa hivi mnamuonea Musa kila kitu Musa. Ikabidi niondoke. Hata vile vimiamia anavyoiba kule ndani, anamkimbia kitu anataka kabisa. Yaani bora aje kuniambia mimi, umenibia sijui nini. Ukimwambia ni Musa anakataa. Ila hayo sio malezi. Ilitakiwa yeye ndo asimame na mtoto. Afu isitoshe yule ni mtoto wa kiume. Ilibidi yeye mzazi ndo asimame, yani aongee vizuri kabisa na yule mtoto, aache zile tabia. Siku atakuja kumkaba mtu huko litamkuta jambo. Angekuwa ni mamangu, yani angekuwa ni mamangu, mimi ningemsema tu. Osha haraka bwana, twende. Sina muda mrefu. Pole kesho. Nilikuwa nimetoka sio muda mrefu pia.
Sawa sawa. Kwa nini huje shuleni? Ulikuwa na changamoto tu. Tema kwanza Big G. Mbona unakuwa una adabu? Kwa nini ufiki shuleni? Ni changamoto tu zilinitokea, lakini kila kitu kiko sawa mwalimu. Changamoto zipi hizo ambazo zinakufanya ufiki shule? Changamoto zetu sisi vijana, ila kila kitu kiko sawa kwa sasa hivi mwalimu. Kila kitu kiko sawa vipi wakati ufiki shule unasema kila kitu kiko sawa? Kila kitu kiko sawa kama nilivyokuambia mwalimu. Kila kitu. Alafu istoshe Musa, wewe ni mwanafunzi ambaye tunakutegemea pale shuleni. Nguo za shule unanunuliwa, uniform, chakula unapewa na mzazi. Changamoto gani ambazo zinakufanya ufiki shule? Ni mwanafunzi ambaye tunakutegemea katika tunaowategemea. Aisee. Ni changamoto zipi ambazo wewe unazizungumza zinakufanya ufiki shule? Hapana. Leo lini? Nataka uniambie mwenye leo lini? Jumamosi mwalimu. Leo Jumamosi. Lini utakuja shule? Jumatatu. Uhakika? Ya, na uhakika mwalimu. Hivi wewe Musa unacheza na elimu eh? Usione marais hawa mawaziri, sijui wabunge, wamesoma. Ni elimu. Wataka uje uishi maisha gani? Soma, mkomboe mzazi wako. Ukisoma Mungu akikujalia, ukipata, unamsaidia mzazi wako. Uone mamako anavyohangaika. Sawa, nakuelewa. Nitafanya hivyo. Kila kitu kitakuwa sawa kama nilivyokuahidi. Na Mwenyezi Mungu amekujalia uko vizuri shuleni. Sawa, sawa. Kakaangu bora umekuja. Naam. Kiukweli mimi na masikitiko makubwa sana kuhusiana na mtoto wangu. Alfani sasa imefikia hatua anawaharibu watoto wa watu hapa mtaani kwa kuwavutisha bange. Sura yangu mimi kwa kuiweka hapa sina kaka, sina. Watoto wanavutishwa bange. Mpaka imefikia hatua nikisema nampiga hapo, siku zilizopita nimempiga kaenda kuchukua sumu ya panya. Nusu tumkose. Sasa mimi nimekuita wewe ndugu yangu ili uweze kunirekebishia huyu mtoto, maana mpaka ananikunja sasa, anataka kunivaa mimi mwilini. Kweli kaka? Sasa nishauri ndugu yangu, nifanye nini? Tumezaliwa wawili tu, mtoto wenyewe ndio yule yule mmoja, ananieleleza mpaka nimekonda, nimeisha. Mniangalie hata mwili wangu umeisha. Ndio nimekusikia. Ndio. Na katika hilo wewe ndio chanzo cha kumharibu huyo mtoto. Kwa nini mimi? Alfani umemwendekeza mno. Alfani wewe unampa kila kitu kama unavyosema. Mtoto dada alelewi hivyo. Alfani leo amekuwa na matatizo hapa kote hapa kariki, sio majirani zako tu. Hata mimi uso wangu najisikia haya. Lakini shida ni malezi mabovu dada. Shida ni malezi mabovu. Maskini mama yangu. Bora tangi kuwepo nikampeleka kwa bibi yake. Mimi nakushauri nyime kula. Kama sasa hivi nampa kula, nampa kila kitu mpaka anachukua blender na kwenda kuuza. Kama anachukua vya ndani kwenda kuuza ndio itakuwa ndo vizuri. Lakini sasa mimi wazo langu sasa, fukuze hapa nyumbani. Sasa si ndo ataenda kukamatwa kwa tebe vitu vya watu. Ni vizuri kwa sababu dada, makosa uliyofanya wewe ni kukidharau kipele. Hatimaye kujua kama kipele kitakuja kitaleta kidonda. Na hatimaye kikileta kidonda unahangaisha madaktari. Wachukue sampuli mbalimbali. Kujua hiki ni nini? Ni kansa? Ni nini? Au unaenda kusumbua madaktari? Maana yake ndio hapa walipofikia mwanangu Alfani. Ila nikifika nyumbani
Nitakwambia uje uchukue hela kidogo. Mama yangu. Kumbe uko hapo. Sabrina. Inaniuma kweli mzigo. Nimekabwa leo huko natoka Kigoma na naenda posha muondoka. Pale kwenye kuna pale kwa mama Huse nimekabwa pale kila kitu kimeondoka mpaka naenda za watu kuondoka. Na sijui mwenyewe atamwambiaje. Huse yani wakati natoka Kigoma nimebeba pochi naongea na simu niweka simu kwenye pochi mara Kibwengo huyo kanivaa nakwambia na meno meupe na macho kanivaa mwanangu kanikaba. Kama subiri kwanza. Unataka nini? Taukaba nani? Kibwengo yani Kibwengo ana minywele humu. Mpaka nimeogopa mpaka sasa hivi naumwa tu. Ngoja uende pale kwa makopo kachukulie dawa. Kesho inanisumbua. Baba ngoja kwanza bwana umezidi nituko. Wewe Kibwengo kukabelewe. Wewe Kibwengo kukabe kuchukulia nini? Kabeba pochi na hela za watu za Kigoma na shangazi inaongea hapa wewe unatoa meno na kenua meno yako. Kibwengo ana nywele hivi. Hapa ana meno meupe. Kanyang'anya pochi, kabeba hela za watu na sijui mama Jeni yake leo ya Kigoma na mwambiaje na niambie nikamchukulie. Sijui. Sasa nashangaa unacheka. Sio kama anakucheka wewe kukabwa. Mimi nacheka kukabwa na Kibwengo. Sasa Kibwengo anaenda kumshtakia wapi? Kibwengo anakwambia mtu akaiba hela. Ndio sasa mimi leo nimekabwa na Kibwengo. Mimi ninapozungumza Kibwengo unanielewa. Kibwengo mimi sijamuona. Yaani ni mtu gani? Sijui mtu si mtu sijui yani sijui. Yaani imenivaa tu. Hela. Mama. Kibwengo kaiba hela zako leo. Mama sio Musa huyo. Musa. Sisi kama sinizia Kibwengo, Musa. Musa alijui kama mimi mama yake anikapi. Mama, mwizi anachagua. Acha uongo. Ndio maana kila siku nakwambia kaka yako mpendi. Mimi nawaza hela za watu nakuja kuniambia Musa kanikaba. Haya, Kibwengo, tukamshtaki wapi Kibwengo sasa? Kwa watoto lakini kunipa bahati. Na hali hii. Mama ujue wewe unanichekesha. Kwa Kibwengo kakukaba kakuchukulia pochi ya hela mkoba. Bwana kama umeshindwa kunielewa basi baki na kijindisho Himalaya. Himalaya. Mama, ulivyozungumza vyote ni vya msingi sana. Mimi nimekuelewa vizuri sana. Hakuna kitu hata kimoja ambacho umekizungumza ikawa sio kizuri. Mimi nadhani uko sawa sana. Lakini tuende mbele na kurudi nyuma. Huyu ni mtoto wako. Hata iweje, hata ufanyeje, huyu atabakia kwa mtoto wako. Na watoto kukosea ndio sehemu ya maisha. Yaani haya ndio maisha. Maisha ni sasa na maisha ni sasa hivi. Kwa hiyo haya yote yanatokea ni sehemu ya maisha.
Mambo ya utandawazi yameleta mambo mapya kabisa ambayo dunia ilikuwa yapo kwetu. Sasa hivi kuna dimbwi la mchanganyiko ya kuwa na mahusiano ya jinsia moja, wanawake na wanaume. Sasa hivi tunasema sasa hivi watu wa mjini wanasema kuna kuleft group. Kuleft group yani wanaume wengi sasa hivi wamebadilika. Kuna dimbwi la ongezeko la mashoga kwetu hapa Tanzania. Na hii yote inakuja kwa sababu gani? Madhara kama haya ya watoto kutoroka nyumbani kwenda kuishi sehemu zisizojulikana, anataka kula, anataka kunywa, anataka kuvaa. Bado hajaharibika. Kwa hiyo kwa sababu mimi namfahamu na mazingira yake nayajua, ni mtu ambaye yuko smart sana, ni mtu ambaye mwenye akili yake vizuri. Ndio maana mimi nikanyanyua mguu wangu kusema nikaja mpaka hapa nyumbani kuja kumwombea msamaha. Kwa hiyo mama yangu mimi naomba asamehewe Bwana Musa. Mimi nadhani atakuwa amejifunza. Hili ni somo kubwa sana kwake. Mamangu, naomba msamehe Musa. Kichwa changu kinachemka kila dakika. Kichwa changu hakiko sawa kwa ajili ya hawa wawili hawa, huyu na dada yake wananisumbua kichwa sana. Yaani mpaka sasa hivi mwanangu nikikwambia, mpaka nimeshapata ugonjwa wa pressure. Marehemu baba yao amekufa, mimi ameniacha sina pressure, sina maradhi yoyote. Lakini Musa na dada yake wananivuruga kichwa, wananivuruga. Nikitoka hapa kwenda kwenye vikoba, nikitoka hapa kwenda kausha damu labda kupeleka marejesho. Sasa hivi unavyoniona hapa mwanangu, nimetoka kupeleka hela ya niliyokopa ya kumtibia huyu dada yake. Nimetoka kupeleka na wewe ndo nakuja naye. Natoka alipompiga dadake sikuwahi kumuona, ndo namuona leo. Lakini mwanangu ananisumbua. Na sijui anataka nini mimi hawa watu. Sijui. Yaani labda kama wanataka nife, nitakufa niwaache wenyewe waishi na maisha yao. Lakini namhurumia mwanangu Tamia bado mdogo. Wenyewe wameshakuwa wanaweza wakaenda kukaa huko, wengine wanaweza wakarudi vijijini, wengine wanaweza wakaenda wapi. Nimechoka mimi jamani, nimechoka. Naofia mwanangu atapata shida huyo mdogo. Lakini nyinyi wakubwa mnanipasua kichwa kila siku. Nashindwa hata nifanye nini jamani. Mimi mwanangu nimemsamehe kabisa Musa, nimemsamehe. Sijui dada yake. Musa, muombe msamaha. Musa, je, ungeniua? Nitamsamehe kaka, mimi nishamzoea. Usiombe msamaha. Ona tu watu wajinga au sio? Nyande wewe tukaba kule nulo kamba wengi je halo wewe. Huo ujinga ulionao wewe kwenye hicho kichwa chako kibovu hicho. Sasa hivi kila siku kesi za kwako tu. Wewe na watu mtaani kesi zimechakwa kesi. Oye mchora ki. Loko shosha kwa mami yo wewe nena tunga baba sengi yo bebe. Ni wala ko ujinga weno bebe. Ubebe nyandebe. Ulayo kina cheni dekiki kwa vile na mke wakuyohe mnana chiliwe haa. Unanetea kisirani kama unalitaka chakula. Ule hiza nani kwa shile uwe bana. Wewe. Niangalia huku. Jinga mmoja wewe. Wewe na macho yako kama nyani wewe. Tena ukome iwe mwanzo na mwisho. Haya matukio ya kumpiga dadako iwe mwanzo na mwisho. Yaani kama mimi ni mama yako, mimi nimekuzaa, iwe mwanzo na mwisho kumpiga dada yako. Na nikisikia kesi nyingine humu ndani, na leo kuchala kuchijiji. Ole shoka kwa mami yo bebe. Ukapambana nabo kuona kwa kuchijiji. Ukalime matumba teno yo chempa na mataworwa. Chana kingono yo. Ole bebe. Yaani ile mbuyo muantole shinjule tuma kunomba msamaha kwako tunamazi. Nyantebe tuje yone nayo bebe. Utakuja kukwama wewe nakwambia. Kazanaka. Ulotoka wewe kamboro ile njahali. Wata ujinga kila muda. Wewe. Na ikesi iwe ya mwisho. Iwe ya mwanzo na mwisho. Nimeshachoka. Toka toteke kamboro walongo ndo ndo ba thank you. Sabrina, naomba nisamehe. Baba, mbona? Ile mkono dada yako. Bwana ngoja niwaache kienda. Mwenye mama kanichema jukumu kwa nyumbani, mimi nikamsaidie kazi. Nakushukuru mwanangu. Hada shukrani sana. Haya Tami. Bye. Haya. Chukua fagio kufagie. Jinga wewe.
Wewe ole nguruma takile ole na mke wewe. Hey, kazana. Na unyamaze. Wana nataka kuanzisha upya. Ni mtu nishaomba msamaha. Si ameisha. Nimekuja kusikiliza hicho kikao chako. Unasemaje? Sio unanisikiliza, jambo la kawaida, lakini na mtu anafika wakati usungumze na kila mtu achukue ustaarabu wake. Mimi bwana, kwa sasa hivi ndicho kiwazi na kukiona, mimi nahitaji vyumba hivi viwili. Nyumba ni kubwa sana, ina vyumba 7. Hiyo 5 utachukua wewe, ila vyumba hivi viwili mimi nashika. Ya nini? Ni chumba kimoja na kile studio na jingine nitakuwa nalala, lakini ndio nitafuta. Mimi nadhani hapo itatosha kabisa kufanya mzunguko wangu au t-shirt ya mimi kupata kipato. Hilo swala kwanza haliwezekani. Sijui umenielewa? Mimi nilikuwa nimepanga hii nyumba nipangishe au nikapange. Au niuze. Mimi nikapange, nipangishe. Ikishindikana niuze. Tukanunua nyumba kijijini, turudi mimi na wewe nyumbani kijijini. Mtaa wote ushauchafua na mibangi yako na fundisha watu mibangi. Saa hizi unataka kunieleza kitu gani? Yaani mama, kuna vitu ambavyo ulivyoviongea, hicho ulichoongea sasa hivi mimi nakijengea akilini. Unajua mimi ni mji wangu. Huu ni mji wa mzee wangu. Unasemaje? Huyo babako mwenyewe alikuwa malioa. Haya hapa mimi mpaka najenga. Kuna kuhusu nini? Toa guu lako bwana hapa. Wewe mzee wako vinamhusu nini hapa? Mama, nisikilize basi. Na nina uwezo vile vile nikauza mabanda yangu na nkala, hata usilaumu kwa sababu ni cha kwangu. Wewe shakulia umekataa shule, si ungetafuta pa kwako kupata kazi. Kwa umekuwa unakataa shule kwa ni yako, ulisi utaka kuniua kabla hata sijafa usimalizane. Katika vitu ambavyo ukiongea tena unajichekesha. Unajichekesha wewe uliokuwa umekataa shule ili uje kuwa malio kama alivyokuwa baba yako. Hicho ndio unakitaka wewe. Lakini kwa kifupi hapa mpaka ninapozungumza hivi, hapa kupahusu. Na nina uwezo wa kuuza na nikala hela yangu yote. Nisikupe hata shilingi na wewe lolote lile. Halikuhusu. Mama sikiliza. Tena nyamaza, mimi niliamua tu kwa sababu wewe mtoto wangu wa peke yangu. Nimekuzaa peke yako. Hauna mwenzio. Kwa maana hapa mimi mwaka wa kufa utaparisi. Lakini sio utaki kuchukua mtu wa mzima, hicho kitu hakiwezekani. Wewe hapa kuhusu, mimi nimeamua tu kukupa kwa sababu mimi mwanangu wa pekee. Lakini sio ndo uchukue kati bila kabla sijafa. Hicho kitu hakiwezekani. Mama, huu ni mji wangu, huu mji wa mzee wangu, na mimi nitaendelea kusimamia haki ya mzee wangu. Wewe ulisema kabisa kama mimi nakulindia mali zako, nasubiri ukue. Mimi nishakuwa, mpaka nije kuwa niwe vipi? Hapo inawezekana nikatangulia mimi kufa au katangulia wewe kufa. Kwa mimi mali zangu sasa hivi naweza kuzimiliki mwenyewe na kuzisimamia. Sikia toto chawi ndo namna hiyo. Wewe unalingangania mimi kufa kwa mali yangu mimi. Sasa mimi mali yangu nimeamua nauza. Sawa? Na sitokupa nikijisikia na uniwezi kunifanya lolote. Sikiliza nikwambie. Wewe tena usiniambie chochote. Unataka kufanya nini? Yaani ile swala kuuza hapa. Uje muuze hapa. Wewe unafanya. Sasa mimi hapa mimi nitauza na wewe lolote unifanyi na wewe hapa kupahusu. Mimi nimekupa kama mwanangu na nitakapoamua mwenyewe. Na nina uwezo wa kutokukupa na ufanyi lolote. Hapa mimi kwanza kwa malio na mimi kwanza hapa kuna nihusu mimi. Ninaweza nikupe sawa na nisikupe sawa na hata shilingi 100 nisikupe na unifanyi lolote kwa sababu mimi hapa nyumba hii inanihusu mimi. Nimefanya kazi, nimepata shilingi ngapi wewe hujui? Unanisimamia hapo, unanifokea wewe nani? Usinifokee wewe mimi. Wewe unanifokea nini mimi wewe? Yaani unanikolomea kwenye nyumba yangu mwenyewe. Wewe una mamlaka gani kwenye nyumba? Wewe babako alikuwa maliona mwenyewe, mali yote anawalisha. Umekataa shule kwa ajili ya kuja kungania mali yangu kabla sijafa. Tena koma. Usinitungulie macho mimi, nimekwambia kushika adabu, usinikolomee mimi nikiwa naongea. Wewe nani unaniongelea hivyo? Unanichanganya kichwa changu mimi, unataka kunitia akili, unanitoa akili mimi? Unanitoa akili mimi? Iwe mwanzo na mwisho unikolomea mimi na kuniongelea kama mtoto mwenzio. Mimi sio mtoto, mimi mtu mzima na ninachokiongea na maanisha. Hapa mjomba wako anakufuata na unaondoka. Mpaka haya. Unaniangalia unataka kunifanya nini? Si mabange yenu umevuta wapi? Unaniangalia hivyo vipi yani? Hapa unaondoka na anakuja kukufuata kakangu. Unaondoka hapa. Na hapa napauza na lolote unifanye.
Hapa hapauzwi. Yaani hapa hapauzwi. Yaani mjomba, yaani kwanza wakakako. Wewe ndo ndugu yako, mimi sina ndugu naye. Mimi mjomba ndo ndugu yangu. Huyo ndugu yako wewe. Kwa hiyo hapa hawezi kuuzwa. Labda mimi hapa hapauzwi. Akija mimi mipanga yangu ataishia getini. Yaani hapa hapauzwa hapa. Subutu ndugu yako anaishia getini atakuja afutuone. Mimi nakwambia aje? Ndani mwenyewe mimi nakwambia nakupeleka ndani safari mwenyewe. Sio unipeleke ndani. Hata ukinipeleka chumbani mimi nakwambiaje? Hapa hapauzwi. Yaani hapa mtanitoa roho. Hapa mimi roho yangu itatoka hapa ndani, kisio sehemu nyingine. Leo mnatoka Twawa. Nimemwambia mamako aende safari zako ili mimi naye tukate tuzungumze. Lakini hicho nileta hapa sio kingine mdomo. Sisi bwana tuko hapa. Tuko hapa. Sasa mambo sijui nataka kujinyonga, nataka kuna somo sijui nini. Ndio tunamaliza mimi na wewe. Kila napokuja hapa ni mimi kufanya vikao na wewe muda wote. Sasa vikao mjomba vimekuwa vingi. Mjomba kujirekebisha hakuna. Lakini hicho nileta hapa sio kingine mjomba. Sisi bwana tuko hapa. Tuko hapa. Sasa mambo sijui nataka kujinyonga, nataka kuna somo sijui nini. Mjomba tunamaliza mimi na wewe. Kwa hiyo mjomba, mimi nilipotoka nyumbani nimwagiza mtu Buguru aende Buguruni. Akachukua vifaa vya kwako utakavyosikia. Kwa hiyo nimwagiza sana. Wewe unataka kunywa sumu? Kwa bwana? Mjomba mzigo wako. Mjomba shika. Shika. Nisamehe. Mjomba usiniue, nisamehe. Sudi tena mjomba wangu. Mjomba kufungua tu kunywa unashindwa ndio. Unavuta bangi, pombe unakunywa. Kitendo cha kunywa tu mjomba mara moja mjomba tukamaliza zoezi. Mjomba kunywa. Mjomba nisamehe. Mjomba, mjomba, mjomba acha. Mjomba. Jawa. Jawa. Siwa mjomba. Kunywa mjomba. Kunywa mjomba. Tupatishe tabu bwana. Kila siku alfani. Kunywa mjomba. Sasa mjomba kunywa. Suluhisho
Nimebadilika, nishabadilika kwanza sasa. Kwanza sasa mbadilika. Yakijirudia. Yakijirudia. Nimeelewa. Mimi nakuhifadhi. Mimi nakwenda kuhifadhi. Kuyachota unaweza. Kuyachota ndani unaweza. Kuyafuata sasa ndo mtihani. Mwana Rizaya we. Sasa mama nishakwambia mara ngapi kwamba mimi unategemea nani akufanyie? maisha yangu nishachoka. Na nisimeingia mpaka maji. Nishazungumza mara ngapi kwamba mimi sikaza kazi zoezi. Kwenda huko wewe mjinga nini wewe? Unahivi unaweza kunipokea mimi mama yako? Maji unayoyapokea kumeyachota wewe? Sikiliza mama, nyinyi ni wanawake. Japokuwa ni mama yangu ndio yule dada yangu anafanya kazi gani? Hizi kazi mimi nataka nifanye kazi ngumu, nishazungumza zaidi ya mara 3. Nyumbani kwa mshikaji wangu Alfani kule, anaishi fresh, hakuna watu wanaompa kazi ya kike kama mimi mnavyotaka kuniandamisha hizi kazi zenu. Mimi nimechoka kuisha maisha yangu mnayohitaji nyinyi. Hapa nyumba ni ya baba yangu mimi, sio ya kwenu nyinyi. Hamtaki kunipa kazi ya kike, nipeni kazi ngumu za kiume. Mama nishazuia hayo masuala yenu, sawa? Msinitenge neme nyingi mnaninyanyasa. Mimi naenda kuishi Kistoni kula na washikaji zangu, maisha yanaenda fresh. Mwanaume kwanza unabwataje mwanaume? Unapataje jeuri ya kunibwatia mimi mamako? Sasa nasema hivi, kama huwezi kukaa huko ndani kuanzia leo, sikutaki. Nenda katafute pa kuishi. Naenda bwana, msinipeleke kama mama. Nenda kwa huyo Alfani wako. Nenda nakwambia, mjinga mmoja wewe. Nenda. Nimesema nenda. Tena nisije nikakukuta hapa. Yaani siku ukija hapa nyumbani kwangu uje maiti. Mjinga mmoja wewe. Mama, sasa maneno gani kumwambia hayo? Mama, maneno gani ya kumwambia? Unaona anayoyafanya ni mazuri? Sasa kila siku mzoee tu Musa. Nimesema hivi, kama na wewe unataka kuunga, mfuate kakaako. Sitaki ujinga mimi umndani. Nenda mfuate kakaako. Mama, maneno mazito ule ni mwanao. Nimesema hivi, kama unaona kila siku hiki mnachokifanya ni sahihi, unga nayo uondoke hapa. Toka kabisa hapa. Au nenda kakae huko kwa shoga yako kwa afisa. Mjinga mmoja wewe. Mmeshanizoea kila siku mimi nabwata huko ndani, nabwata. Na siku nikifa mbwa nyewe mtakuja kufufua kwenye kaburi langu. Wajinga nyie. Shenzi kweli. Yaani mimi kila siku nahangaika na watoto. Niwalishe, niwafanyeje, nifue, nifanye, nirudi nyumbani heka. Hivi mna akili kweli nyinyi? Nasema hivi utoke huko ndani uende kwa yule Alfani wako. Mjinga wewe. Alfan! Oa, kaka mkubwa! Kaka mkubwa! Bi Alfa! Bro. Mbona mkababa hivyo? Zeshen ndani. Mbona mkababa hivyo? Shega. Sikia mwanangu. Mimi hapa ndo nimetimba mwanangu. Mchezo wako mimi nimeshakinokisha, nimeshachafua. Yaani hapa napomaanisha ni kwamba sisteri nimeshamtia mingeo ya kutosha, maza ndivyo tuelewane. Mimi nikasema sio mbaya. Nina mwanangu, mimi ndo nimefika hivi mwanangu, ni maisha mengine afanye. Endelee mtie begi kwanza ukae ndani. Wasio wakaniletea session wakanichukulia hizo nomo, sio hivyo. Oh, sikiliza. Kwanza mimi nimekumaini umekuja hapa unagonga mlango kama hapa ghetto sio. Alafu hapa sio ghetto. Ndio hapa kwa bibi mkubwa. Bibi mkubwa anaitekeleza zake na mimi naitekeleza zangu. Alafu hata siku moja mtu sio kama karibu kwao sio bwana. Alafu aje kuishi hapa. Hapa sio ghetto. Alafu wewe binadamu sio kuku. Unaweza ukaumwa. Hapo hiyo kuumwa ndogo. Unaweza ukafa.
Usilete michonga tarabu nyingi. Wewe usitaki kujifanya kwamba umenisahau nikatae kiaina mshikaji wangu. Usilete pigezo mshikaji wangu. Fuata namba, muhimu namba, fuata namba, zingatia namba hizo baba. Sawa? Sikia. Wewe mbona unanifanya mimi niache shule? Kile kitabu nilichokuwa nakipiga fresh kwa kinakaa katika hali ya mazingira yangu ujue. Kwenye ramani kabisa kiko kimenyoka. Sasa wewe umenitoa kula katika formula yangu, umeleta katika misingi yako, afu mwisho siku tunanikataa. Oya, piga hizo mistari. Wewe bi mkubwa wangu ndicho utamsamini wewe. Utamsamini yaani bi mkubwa wako ambaye akuzaa wewe ndo mama yako. Hapo umemzingua. Alafu je ndichi umkami kuna bi mkubwa wangu. Wewe utamsamini bi mkubwa wangu. Mimi simpokee mtu ambaye kazingua kwao bwana mdogo. Au sio? Wewe potea nini? Au sio? Sikia mzee. Oya, kijeshi basi. Sikia. Mbona nikataa au sio? Sasa unataka niishi vipi? Yaani unataka niishi vipi? Oya. Balia, njoo mwana mtongee. Oya. Babu utaishi vipi sasa? Utaishi vipi? Mshikaji wangu utaishi vipi wewe? Oya. Babu wewe. Hebu acha hizo piga mshikaji wangu. Sikiliza. Aisha mshikaji, maisha huyo. Oya. Nenda ukazia huyo. Habite short sasa. Hii? Oya. Acha mipango hiyo. Alfani acha mipango hiyo mshikaji wangu mimi sababu hapo juu. Fresh. Nitakomando. Tama. Tama. Wewe. Habari hizo nini? Unachukulia vipi au sio? Afsa mwanangu, mimi nimekuita. Kwanza naomba unisamehe. Siku ile umekuja kunishtakia hapa mwanangu, nilikuwa sijapeleleza vizuri kujua matatizo ya kaka yako. Kwa hiyo naomba unisamehe sana 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 mwanangu. Mimi nishakusamehe mama, tena muda tu. Nimekusamehe. Msamehe na kaka yako, maana tabia zake sasa hivi hana tabia nzuri kabisa 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 kabisa. Hana tabia nzuri. Mimi nilishamsamehe mama. Nimeshamsamehe na sina kinyongo na yeye Musa wala wewe mwenyewe. Maisha mengine yaendelee. Yale yashapita, ila tu mama yule ni mwanao, inabidi ukae naye chini uongee naye. Mwanangu, kaka yako kabadilika. Ni vituko kila siku, Mpaka hivi ninavyoongea na wewe nimemfukuza hapa nyumbani, kuanzia hayupo nyumbani. Hayupo? Mama, nimemwambia aende akatafuta maisha yake mwenyewe. Asiyefunzwa na mamae atafunzwa na ulimwengu. Maana watu wanasema kwamba mtoto mleavyo ndivyo akuavyo. Mimi mwanangu nimejitahidi kadiri ya uwezo wangu kwa Musa. Hanielewi. Basi acha akafunzwe na huo ulimwengu. Mimi mama yake hanisikilizi. Nifanyeje? Acha akafunzwe na ulimwengu. Lakini mama yule ni mwanao na ni mwanao wa pekee wa kiume. Sitaki mimi, acha aende. Yaani nimesema bora aende akatafute maisha yake. Mimi si nimeshindwa kumfunza. Acha akafunzwe na ulimwengu. Mimi nimeshindwa kumfunza. Ameshindwa kunisikiliza mimi mama yake. Acha ulimwengu kamfunza. Lakini mama sio vizuri mama. Afu istoshe yule ni mtoto wa kiume. Na sasa hivi kama unavyoelewa dunia hii sasa hivi imebadilika mama. Nimechoka mwanangu, nimechoka. Watu wengi sana wamenishauri kuhusu Musa, wamemkalisha Musa. Yaani nimepata washauri wengi. Kuna kizibokale wale kaka zake wamemshauri, mjomba wake kaja akamshauri. Hasiki, mimi nifanyeje? Acha aende akafunzwe na ulimwengu. Kwa hiyo mama ndio umemfukuza kabisa? Mwanangu, asiyefunzwa na mamae hufunzwa na ulimwengu. Nimeshindwa mimi basi. Sawa mama, hayo ni maamuzi yako wewe, lakini si vyema kumwacha mwanao akateseke huko mabarabarani na aliyakuwa wewe bado upo. Mwanangu, Afsa, ungejua Musa aliponipitisha kwenye mabonde na milima na miteremko nimepita. Nimechoka. Na mimi ni binadamu. Mimi mwenyewe na wazazi. Yaani huwezi kusema kwamba Musa arudi nyumbani. Acha aende. Musa kanipitisha mimi kwenye milima, miteremko, makorongo, takataka zote. Lakini kama mzazi nilivumilia. Sasa nimechoka, aje na wengine wakajaribu huko. Akipata labda mamake yuko huko, mimi sijui. Unajua bro, wewe tofautiani kabisa na tikiti maji. Tikiti maji huku nje ya kijani, ndani jekundu. Wewe ulinikataa kweli wewe. Mimi sio kataa, afu sasa ukifua basi huyu mtu wote amekuwa kwa kuzo. Wewe siwezi kumpokea hapo, hiyo sio mbaya sera. Kwa mfano roho mbaya. Ila sio mbaya, mimi simepatela. Roho una sasa. Sisakawe ni hosi ya sio vipo. Wewe kinaboli.
au shokoloza? Wewe unamwelewa huyu? Mimi wote siwaelewi. Yaani naona makelele, hamna mada nzuri ya kuongea, yaani makelele tu. Baby, ongea na mimi muda wote unaongea na huyu jamani. Si mnakutana muda wote? Wewe, kelele mimi sio huyu. Huyu brother wake, afu sio huyu. Kwa kama brother wake sasa ndio mada zenu za nyumbani mje kuongelea hapa. Huyu. Baby, msha kelele, tuongee vitu vingine. Wewe. Afu usinibanie pua kaka, na kuheshimu. Kwani mtu wapi huyu? Achana naye huyu, ana ofa tu, ana hela. Wewe sikiza, wewe ifanye unampetua unampetua kile hapa. Uondoke naye. Wewe, hebu mwangalie. Mwangalie huyo. Umemwona? Niangalie matatizo hayo. Matatizo ndio ya mpenzi wangu. Wewe sikiza. Tuondoke. Wewe ni popote. Nimeokota dodo kwa Mzambalau. Wewe vipi wewe? Uende naye wapi? Unaenda kumpa nini huyo? Baby. Kwani kuna nini hapa kinaendelea? Mbona siwaelewi? Wewe kaka, tuheshimiane. Wewe hapo heshima tuchabule. Wewe unatokana mabisi makubwa kama hivi. Kwani wewe si ushala si uondoke? Wewe unaondoka naye, wewe unaondoka. Ondokeni basi. Vurugu. Ndio hapa. Bodyguard, watu. Wewe ni sehemu. Baby, kwani vipi mbona siwaelewi? Wewe kwani unataka kumfanyaje? Wewe unamfanya nini? Najua. Baby, hebu njoo baby, achana naye huyu. Wewe nitakupiga mwache. Unipige. Vipi hili chawa? Kwani mwache. Baby, unaenda kuendeshaje kwani? Mimi sasa ukunguni. Serikali kwani vipi? Mwache. Baby, njoo tumefonge. Nitakuchechia wewe. Baby, bado shukrani. Wewe kwani wewe unaenda kumfanya nini? Wewe mwanaume kwani wewe? Wewe nitakurudishia. Kupiga ndio hivi. Yaani wanaume wengine sijui wakoje. Eti wewe ulikuwa unamuelewa. Mbona wewe unataka kuniharibia mood eh? Kaondoka jamani, sikaondoka kweli. Alikuwa kashaingia kwenye mkenge. Una bahati. Inataja malizi. Sasa kaka, hatuna haja leo ya kuzungumza sana na kuzungusha maneno. Maliza kikao kilichotuleta hapa saa hizi ili tuendelee na ustaarabu mwingine. Mjomba, tuko hapa na mama yako. Kusema kweli tumechoshwa sana na mambo yako. Hamisi, tumechoshwa sana. Sasa mjomba, dunia ni hadaa na ulimwengu ni shujaa. Asiyefunzwa na mamaye, mfumo alipofunzwa na ulimwengu. Mjomba, mengi tumeongea, mengi tumezungumza. Leo mwenzio ndio kama unavyoona yuko kaburini. Na ameingia kaburini na majeraha.
sio majeraha ya ajali, sio majeraha ya kitu chochote, isipokuwa ni tabia zenu. Kifo cha Musa kinasikitisha sana, maana fikira yangu najiuliza, si ndio Alfani naye ingekuwa hivi hivi dada? Huko kote kuna zungumzo. Mtoto wetu kaharibiwa, alafu amekufa. Aloharibu kabaki, bora angekufa mtoto wake tu, akijisikiaje? Kaka, kwa kuweka sura yangu nimekosea. Alfani bwanangu, taarifa zako mnazo, maana bangi wewe, pombe wewe, na nasikia unakulaunga mwanangu. Sasa maamuzi ndio chukua mimi. Nasikia umenikataa kwamba wewe mimi sio jamaa yangu. Jamaa yangu mimi ni mama yako. Kwa hiyo mama yako mimi ni mmoja kumchukua. Naondoka naye tutakuacha nyumba yako. Sawa. Mimi siwezi kupinga maamuzi yako. Sababu hata mimi sina imani tena. Yaani hapa tunaweza tukaikiwa hata vitu vibaya na majirani. Kataka nyumba yake, wewe si ndo ndugu yangu mimi, kakukana. Mimi naondoka na wewe. Naenda kufungasha vitu vangu muda si mrefu. Abaki na maisha yake. Mama, wewe ndo mama yangu. Mimi sina mama mwingine zaidi yako. Mimi ni mkosefu, kwani nimekosea. Naomba nisamehe, japokuwa sio lazima. Jomba, najua kosa langu. Najua wapi nilipokosea. Japokuwa nakumbuka shua kumekucha. Ile nahitaji kusamehewa. Wewe ni mkosefu. Hata Musa asingefariki kama sio mimi. Mimi ndio chanzo ya mambo yote. Mimi ni mkosefu. Kwa nimekosea. Na nimekosea sana wazazi wangu. Naomba mnisamehe. Mimi sio kitu bila nyinyi. Mama, naomba unisamehe. Mtu alojirekebisha. Unakuja na viatu mpaka hapa sebleni. Kweli sisi tukoje? Mjomba wako yukoje? Kweli adabu ya nani? Jomba sana. Yaani imevuka mipaka. Majirani wanatuangalia kwa jicho la uadui. Umeharibu watoto wa watu wanakwenda kufa, alafu wewe umebaki hai. Na iweka wapi sura yangu mimi? Kaka, wacha mimi nikajiandae. Baba, nakuomba. Mimi ni mkosefu. Kwani nimekosea? Mbona samehe? Niache niondoke. Niache niondoke, umenikosea sana mimi. Jomba. Hapana. Hapana. Jomba, naomba msamaha kwa mama. Jomba, sifanya vikao vingapi mimi? Ni sana mjomba. Lakini mjomba usikii mjomba. Mjomba usikii. Jomba, sasa hivi nakuelewa. Omba msamaha mama. Tusalilishe sana mtoto. Yaani sura yako kwa kuiweka sina. Na madeni kwa ajili ya hela kumpa yeye. Kauza vitu vyote vile tu kaka. Jomba, kweli ni mkosefu na mara chungu nzima umeniambia. Naomba unisamehe mjomba. Usiposamehe wewe mjomba, nyinyi wazazi wangu hata nisamehe. Nimejua kosa langu ndio maana naomba msamaha. Omba msamaha mama. Mama yangu, sina mama mwingine zaidi yako. Kweli nimekukosea. Naomba unisamehe. Nimekusamehe. Uchulo ulikuwa unaufanya mwiko. Nimekusamehe. Kaka, msamehe mtoto. Msamehe na uondoke naye leo leo. Ondoka naye, watamuua. Alfani, nakusikia wewe bwana.